Mimi nashukuru kwa kuja na kuitika huo wito. Nilichokuitia kuhusu na mali ya baba yako. Mali ya baba yako ile baada ya kufariki, ina maana ile mali pale imebaki na yule mdogo wako. Lakini cha ajabu nakuona unazunguka so kila ninapokuita hapa nyumbani bado wewe unakuona wala hata bado ufuatilie. Hivi unategemea nini kuhusu na ile mali ya baba yako? Na kwa nini unamwacha anakula yule peke yake? Unajiona umevaa, unapendeza, lakini bado maisha yako ni magumu. Wenzako pale wanakula, yao yanakwenda. Hivi utakata kutengeneza nyumbani mpaka lini unachotegemea? Achana na habari zingine, fuatilia mali ya baba yako, ile pia nawe pia ni ya kwako. Lakini mwanangu, unisikie, uko na anasa za dunia. Mpaka lini mwanangu? Mpaka lini mwanangu? Utakapokuwa unanielewa mimi nina uchungu na zile mali. Sasa tafadhali nimekuita, fuatilia mali za baba yako. Naomba fuatilia mali za baba yako na si jingine. Mama bwana, mimi naona nao unanichanganya tu. Nakuchanganya mimi? Mimi naona unanichanganya tu kwa sababu mimi nilijua unanitia kitu kingine yani tofauti. Ila kwamba unanitia mimi habari za mali. Mimi hata sikuelewi mama, yani bora ungenitia vitu vingine kuliko hicho unachonitia. Mimi hata sikuelewi mama, unanivuruga. Yaani kabisa? Asante kabisa. Salama, sijui za wewe utoka huko. Salama. Nimeshinda vizuri. Mama. Kwa sababu kila siku unaniita. Ninakuja. Unachoniambia ndicho hicho. Hakuna mabadiliko. Sasa mimi naomba tuachane na hilo swala la mali. Hayo mambo naomba tuyaache. Tusiendelee kuyafuatilia. Yaani mtoto ni barasa. Jambo. Alafu unaniletea mambo ya kipumbavu kabisa ambayo hata kichwani mwangu mimi sikuyategemea. Huwezi kuyategemea. Unashinda kupambania wewe mali ya baba yako. Alafu yani hupo tu. Leo unakuja unaniambia kwa sababu niachane naye. Niachane naye mimi. Wakati wewe ni mali zako wewe pia. Yaani wewe ninachokwambia zile mali naomba uzipambanie. Wewe pia unao unanichanganya. Hebu achana na habari hizo. Kwani watoto wa siku hizi hivi mkoje? Mtoto huyu kila najaribu kumshawishi, bado hataki hata kunielewa. Natumia kila mbinu ya kumshawishi ili anielewe, lakini hipo siku atakuja tu kuja kunielewa kwa sababu lazima nitumie mimi na mimi pia mali za mume wangu. Itafika siku. Niambie. Bwana. Salama. Ndio. Haya, sawa. Haya, mna shida, nimekuelewa. Sawa. Unazungumza na nani? Dada alikuwa amenipigia simu, anataka kututembelea siku mbili hizi. Sawa. Kwa ndo amenipigia simu ananipa taarifa kwamba siku mbili hizi atakuja, lazima taarifa atoe mapema. Na labda tafadhali vipi na kila kitu, yani nikusubiria wewe mume wangu.
dada. Asante. Karibu kabisa. Asante kabisa. Kama mwenyekiti. Asante. Nakuja. Haina shida ndugu yangu. Vipi mke wangu? Mbona mgeni wenyewe kaja katika yale mazingira sio rafiki, katika mazingira tunapoishi hapa nyumbani, tuna watoto, alafu tunaishi mke na mume katika mazingira. Hebu niambie tatizo. Bado sijakuelewa mume wangu unamaanisha nini yani? Yaani kitu ninachokimaanisha mke wangu kupitia na mavazi yale aliyovaa, kwa sababu yaani haelimishi katika jamii. Na mimi hapa maana yake nakaa najiheshimu na mke wangu, tuna watoto, sasa nakuja kupitia mazingira yale. Wewe mwenyewe umeona pale kama iko vizuri. Basi usijali mume wangu, nitamuelekeza. Si unajua yuko safarini, labda amefanya kwa sababu ni ya safari. Hapana mke wangu, kwa mimi kwa kweli kile kitu sijakipenda. Hivi kwa mfano wewe haupo, labda umeenda sokoni kwenda kutafuta mazingira ya nyumbani hapa mboga mboga, leo ananiletea maji vile, unatukuta katika ile hali, wewe mke wangu utafikiria nini? Ila kweli nitajaribu kumuelekeza dadangu, kwa usijali hiyo kipenzi. Sawa. Basi wewe unashika mke wangu, chukua nitajaribu kumrudisha dada yako ili au katika mazingira mazuri. Sawa. Sikuelewa. Aya, ngoja nikaendelee na shughuli zingine basi. Ngoja nikuletee basi. Shwari za leo. Salama. Za kutoka. Okay. Asante sana. Dada, karibu hapa ndo nyumbani. Nisikie uko nyumbani. Sawa dadangu. Haya, asante ndugu yangu. Mimi hapa ndo napoishi mdogo wako. Saa yote muda wote karibu. Jamani ndugu zangu. Ndio. Au ndugu yangu na shemeji, mimi nimekuja hapa kuja kuwatembeleeni, lakini kuja kwangu nimekuja kwa ombi hili moja tu. Ndio. Ninaomba nikae japo hata wiki moja tu hapa, alafu nitarejea nyumbani. Kiwango. Mume wangu. Ngoja. Kimoja tena. Usijali mume wangu, acha tu akae. Sawa. Kweli? Okay. Sababu umeamua ni dada yako. Sio mbaya. Tafanya sasa. Sina kesi. Asante. Haya, karibu dada. Haya, asante. Mume wangu, nimekutoa ndani, nimekuita hapo kukwambia mimi naenda na ile safari ya kikazi ambayo nilipigiwa simu. Okay, wife, mimi nimekuelewa, haina shida. Ndio. Kwa sababu mimi nipo. Ila nita salama. Hapa hamna kitu cha haribika. Nipo kila kitu sawa. Ila naomba muangalie dadangu. Kwa hilo sio hofu na wala usijali. Nitajitahidi kadri ya uwezo. Ila nitakwambia sijue. Shida Kweli. Haya, sawa. Nenda salama, kafanya kazi, ila tu jue kusema kama nyumbani nimemwacha mimi. Ndio. Kwenda nafanya kazi basi hata Mungu anifikirie wakati mwingine pesa. Usijali, wewe ndo kila kitu kwangu. Haina shida, hata mimi pia nashukuru katika kunijali. Pia nakujali na kusamini. Na jua hivyo. Kusema kama nyumbani nimemwacha mume, kwa hiyo kafanye kazi, fuata kazi tu, usifuate mambo mengine. Haya, sawa. Nashukuru. Mume wangu, mimi naenda basi. Unaenda? Sasa pepe nikusindikize kidogo. Amna, nisikusumbue, wewe pumzika, mimi naenda. Nakuchukua usafiri hapo na ondoka. Basi mimi nikutakia safari njema. Ndio.
Sijaenda kumisi. Bye. Shemeji. Za saa hizi. Salama vipi hapa? Safi. Kwani shemeji? Kwani ndugu yangu alipokwenda anatarajia kurudi lini? Atarudi lini kivipi? Kwani ndugu yako hajakuambia kuhusu haya mavazi uliyovaa? Efi, mavazi aliyovaa katika jamii iliyozunguka mita ni nani? Au umekuja kuharibu ndoa yangu? Hapana shemeji. Sasa tatizo liko wapi? Kwanza ushanikela bwana, ngoja nitoke zangu. Yaani kila mtego unaotega hata ukai sawa. Sijui kwa nini. Ila subiri. Yaani bosi. Yataka kushamaliza tayari. Ya full ni mkopo kwa mkono. Ya dinko.